tunaangazia masuala ya matatizo haya ama changamoto za afya ya akili. Tumetoka kuanzia matatizo yenyewe, tatizo sugu la afya ya akili, tukaja chini mpaka tukapata namna ambavyo inavyoathiri jamii na inavyoathiri taifa. Tumeelezewa takwimu mbalimbali kutokamana na namna ambavyo utafiti umefanywa kutoka kwa wageni wetu, hadi tukaja tukaangazia pia case studies hapa, tukaangazia familia namna ambavyo zinavyoathiriwa, na hata pia tukatoka kidogo tukaangalia upande wa idara hii ya usalama namna ambavyo inavyoathiriwa. Tuingie kwenye tiba hivi sasa, na nikiwa na wataalamu hapa Boaz pamoja na Japheth, tutaangazia ni vipi unaweza jitibu iwapo labda umepata msongo wa mawazo, una kiwewe, wasiwasi, akili yani haijatuama vizuri, katika kuangazia maisha namna ambavyo yanavyokwenda. Ndio, licha ya kwamba kuna matatizo mengi, changamoto ni nyingi katika taifa letu, na hata pia takwimu zimeelezea changamoto za ulimwengu mzima ambazo zinaathiri matatizo haya ya akili, lakini ni vipi unaweza kupata afueni kutokana na matatizo kama haya? Japheth, karibu sana kwa mara nyingine tena. Ni matatizo ambayo yanaathiri akili na yanazuia ama kuna mkwamo katika kujiendeleza kwa jamii, familia, taifa na hata ulimwengu kwa ujumla. Hivi haya matatizo ambayo tumeyataja ya afya ya akili yanatiba kwanza? Asante. Magonjwa ya kiakili yako na tiba, na kwamba unajua kuna ile magonjwa ambayo ya kiakili ambayo yako critical, ambayo lazima ukunywe dawa kwa maisha yako yote, kwa sababu kuna ile tuna manage. Si lazima unaweza fanya kazi kama mtu wa kawaida. Tukiangalia katika tiba, kuna kitu huwa ningeweza kuzungumzia, ndio wenzetu wale ambao wanasikiza wakaweze kujua. Tiba ya kwanza katika magonjwa ya kiakili yote, lazima ukuwe mtu wa kufanya mazoezi. Katika ile mazoezi, kuamka asubuhi kukimbia, kuamka asubuhi kwenda gym kukimbia, inakufanya kuna kemikali ambazo zinafanya akili yako ikaweze kutoa, yani hormones. Kitu ya kwanza, hormones ya kwanza ni tunapata endorphins. Endorphins inafanya stress inaenda chini. Kitu kingine unapata ya kwamba inakupea serotonin, ambayo na kitu kingine unapata inakupea serotonin na dopamine, hizo tatu. Na kulingana na ile research imefanywa ni kwamba mazoezi, wewe ukiwa mtu wa mazoezi, huwa inatibu 42%. Na kwamba kama basi, na kuna ile ambao lazima utumie dawa. Na dawa tunapata inaponyesha around 32%. So ni kwamba kusema ile ambayo ameandikiwa dawa, asitumie dawa tu, wacha afanye na mazoezi. Manake kama atachumuisha mazoezi na dawa, inamaanisha kwamba uponyaji utakuwa hali ya juu. Na kitu kingine ningeweza kuzungumzia ni kwamba katika ile kutafuta namna tunaweza manage hii magonjwa ya kiakili, tuangalie katika familia. Ni kwamba kama ni migogoro, ningependa watu wetu wajue kwamba migogoro inafanya watu kukua na magonjwa ya kiakili kwa hali ya juu. Kwa hivyo ni lazima kama migogoro, tutafute njia mwafaka ambayo inaweza saidia sisi kwamba isiweze kutuathiri kama sisi wenyewe. Na hivi kwamba ni kusema kwamba watu wetu wajue kwamba migogoro katika jamii, wacha watafute kama tuko na kitu, kuna njia mingi ya kusuluhisha migogoro. Wanaweza kutumia win-win solution, ambao lazima ukue mtu wa kusikiza bila kuhukumu. Ukisikiza mtu bila kuhukumu, unaweza msikia. Na kuna kitu kingine pia ningeweza kuzungumzia watazamaji wetu waweze kujua. Lazima pia wacha nikwambie Manso, kama watu wangeweza kuwa kuna kitu tunaita empathy. Kujiona ile hali, kama tuko na mgogoro, uone mwenzako kama binadamu. Hiyo ingeweza kuwa na huruma, yani kuwa na huruma. Ingeweza kuwa kusuhisha mambo mingi katika kutendeka katika jamii. Na pia visa vile ambao vya kuleta magonjwa ya kiakili inaweza kusuka chini. Na kitu kingine ningezungumzia ni kwamba wale ambao wameanza kuona signs zile tumezungumzia, wacha watafute huduma mapema. Wacha wakifika the moment wanaenda mapema, the moment wanaweza kujitoa kuathirika na magonjwa ya kiakili. Zuia hapo. Lakini Japheth, kwa upande wako, kuna yule ambaye labda yuko kule mashinani, anasema labda mojawapo ya tiba kutokana na hizi changamoto za afya ya akili, wasiwasi, akili punguani na vitu kama hivyo, ni kufanyiwa upasuaji. Ni kweli? Ametaja dawa kama mojawapo ya sababu kuu ambazo zinaweza saidia kupunguza ama kumanage ile issue ambayo iko, lakini je, upasuaji ni mojawapo?
La hasa. Yule ambaye akona tatizo la akili afanyiwe upasuaji. Ile dawa ambayo tunasema ni ya kudhibiti. Wale ambao ni wa saikolojia huwa wanafanya kazi pamoja na psychiatrist, wale madaktari wa afya ya kiakili. Na wana saikolojia hawapeani madawa, but wale ambao ni madaktari wa kiakili tunaita psychiatrist huwa wanapeana hizo madawa. Ikiwa kuna mtu ambaye unajua ukiletewa mgonjwa ambaye akona tatizo la kiakili, huwa tunafanya assessment. Kuna zile tools ambazo tunatumia ili kwamba tukaweze kuona percentage ya takriban, ni tunaweza sema ikiwa inazidi given percentage, huyo anafaa kuona psychiatrist, manake huwezi umpea dawa. Ningependa kurudi nyuma tu kidogo venye mwenzangu amesema. Si watu wote ambayo wako na uwezo wa kuona saikolojia, yani kutafuta wataalamu, manake pia ni gharama. Ndio. Lakini familia iko na jukumu kubwa sana. Familia iko na jukumu kubwa sana la kuhakikisha kwamba wale ambao wameathirika huwa wanasaidiwa. Na tumesema kwamba ukiona kuna mtu ambaye ameathirika kutoka familia, hiyo inaonyesha kwamba familia yote kuna tatizo fulani ambalo iko pale. Inaweza kuwa ni migogoro venye amesema, ama kuna mambo ambayo yanaenda pale ambayo hayaendi sawa. Ukiona kuna mtu ametoka kwa familia na hakuna changamoto ya kiakili, ni kumaanisha kuna tatizo kwa hilo familia na inaathiri kwa kila mtu, manake focus inaenda kwa huyo mtu. Niseme kwamba kanisa iko na jukumu kubwa sana kudhibiti ile hali ya kiakili. Na unaweza pata kuna watu ambao wako kwa kanisa lakini wamejificha tu. Ndio. Wameathirika vibaya sana, lakini kujificha, wamejificha wakiwa kwa kanisa, manake wanaambiwa kucha uko na hili tatizo, tunaweza omba. Kuomba ni sawa na Mungu anatibu. Lakini kuna wale ambao wangependa tu waketi chini mukazungumze, kuzungumza atoe. Atoe hiyo uzito yenye ako nayo. Ndio asikie kana kwamba huo mzigo ameuwekelea chini, manake ameupepa na amesikia ni kwamba huo mzigo ni mzito sana. Na kanisa iko na jukumu kubwa sana kwamba inaweza tengeneza seminars, arranging workshops, ili kwamba wale ambao wako kwa kanisa hata kwa jamii wakaweze kushiriki kwa hizo workshops, ili wakaweze kuelimika on how wanadhibiti hiyo magonjwa ya kiakili. Tuseme machiefs kwa mfano, huwa wanakuanga na mabaraza. Na wale watu ambao tumesema kwamba ni wazimu ama wale ambao wana changamoto ya kiafya ya kiakili, huwa wanatengwa sana. Now, government pia iko na jukumu kupitia kwa hao machifu kumopela hizi watu kwamba wakati wako kwa baraza wanaweza leta mwanasaikolojia na zungumzia kuhusu hayo maneno. Hao ni jinsi gani, yani watu wakaweze kuwa na awareness kwamba magonjwa ya kiakili ni magonjwa kama magonjwa mengine, wasije wakao wanawatenga. Na pia nimesema kwamba hali ya kujikimu kulipia wanasaikolojia inaweza kuwa iko juu. Kuna zile workshops, unajua mtu pia ni vizuri angalie hali yake ya maisha. Angalie kuna zile workshops zenye watu wanajitolea wanafanya free, waingie katika hizo workshops, wanaweza soma jambo moja au mbili ambayo inaweza wasaidia. Na pia wale ambao wamesoma kidogo mambo ya saikolojia, ni vizuri wasaidie wale ambao hawawezi ama hawaelewi jinsi ambavyo wanavyojikimu katika hii hali ya afya ya kiakili. Mmezungumzia vizuri katika kuleta tiba, kuleta jamii pamoja, upande wa dini uingie pia na vitu kama hivyo. Yote haya ni masuala ambayo jamii upande wao wanachukua jukumu kama hilo, lakini katika serikali labda kuna haja ya kutengeneza vituo maalum na kuviwekezea vizuri ili kuhakikisha kwamba
wale ambao wanaopatikana na hizi dalili za mwanzo ni watu ambao wanachukuliwa alafu wanapewa ushauri na vitu kama hivyo. Manake umetaja swala la gharama, Japheth. Na ni kweli hii gharama iko juu sana kutafuta psychiatrist ama mwanasaikolojia kukaa naye pale akuelezee namna ambavyo utajitibu wewe mwenyewe bila ya ushauri wa mtu yote mwingine. Je, kuna haja ya kuimarisha fedha katika vituo kama hivi? Niseme kwamba iko haja kubwa sana, na ninajua serikali huwa inajaribu sana. Kuna zile workshops ambazo zinafanywa na serikali ambazo zinakuwa funded na serikali, lakini kuna wale ambao hawajui kama hizo workshop huwa zinafanyika. Lakini serikali bado iko na nafasi kubwa sana, iko na jukumu kubwa sana. Manake kuna watu ambao wanakaa pale mashinani hawaelewi afya ya kiakili ni nini. Wakisikia mwanasaikolojia, wao hawajui mwanasaikolojia ni nini. Sasa ati unaenda kuketi kwa counseling mzungumzo. Sasa mazungumzo huwa yanasaidia nini? Na serikali iko na jukumu kubwa sana. Venye iliweka huduma centers. Huduma centers ziko kwa kila mahali. Lakini ni vizuri pia zikatumika kwa njia ambayo inafaa, kwamba tukiweka kama ni counselors kwa hizo huduma centers, watu waambie kwamba mnaweza enda pale. Kuna ile kitu yenye tunaitanga group counseling. Si lazima mtu aende one on one. Watu wanaweza enda wakiwa wengi, wakae pale ili kwamba wakaweze kuzungumza yale matatizo ambao wanapitia. Ndiposa watu wengine wakasikia kwamba sisi peke yetu ambao tunapitia changamoto kama hizi, pia kuna wengine, na pia wakapate kuwapea experiences. So serikali ikitenga pesa, tuseme wanaweza lipa mwanasaikolojia mmoja. Wakienda kufanya group counseling wanafanyia kama watu 200 ama watu 300. Watu watakuwa wamesaidika sana. Lakini pia wakati serikali inatenga hizi pesa, ni vizuri pia tuwe na wale ambao wanafuatilia. Manake zikienda pale, unajua yule ambaye hajaathirika kiakili haezi jua zile changamoto yule mwenye amepitia ama mwenye ako na hiyo hali anapitia. So ni vizuri pia kufuatilia hiyo hali. Asante sana Boaz kwa hayo. Japheth, umetengeneza kitabu na kinaangazia sana namna ya kuleta suluhu hususan kwenye migogoro katika jamii, na kitabu hicho nakiita Love Beyond Currency. Yani alafu umeweka ratili pale, upande mmoja kuna alama ya kopa yani penzi, na upande mwingine kuna alama ya sarafu yani pesa. Hichi kitabu kinamaanisha nini unapoweka hivi? Alafu pale chini pia umeandika kwamba mnajaribu kujenga upya mahusiano katika ulimwengu ambao ni ule wa kugharamiana, ni transactional world. Kwa nini uliamua kuja na kitabu hiki, na fikra yenyewe ilitokamana na nini labda? Asante. Kwa kuandika hiyo kitabu, mimi nimefanya kwa polisi miaka 10. Na pia nimeweza kukumbana na mambo mingi ya familia, ya mahusiano. Wewe mwenyewe? Mimi mwenyewe. Kwa sababu kama wewe ni polisi, ukiwa katika pale report office, familia wanakuja wanapigana. Ndio. Wakipigana unajua sasa inakuja kwangu. Manake sasa mimi wakati nilianza kusoma saikolojia nikajiuliza ni jinsi hipi ninaweza kusaidia wananchi wakaweze, badala ya migogoro ifike katika polisi, ni vipi tunaweza chenga familia zetu. Ile kitu ya kwanza ambao ni kubwa inaleta vita katika familia, migogoro katika jamii, ni kwa sababu ya pesa. Pesa, unapata kwamba watu wanapigana kwa sababu ya pesa. Angalia katika ulimwengu wa sasa pia, angalia venye watu wengi wanafikiria mapenzi ni pesa. Mtu anakuambia mimi kama huna pesa mimi sina kitu kwako. Sasa vipi mimi kama mimi mwanasaikolojia kazi yangu kufanya, nimefanya pia nafanya katika kotini kama mediator. Ile kubwa mimi huwa naangalia vipi tunaweza chenga familia. Na katika mimi hii research yangu nimeifanya katika vipi katika kama familia tunaweza tengeneza. Ndio nikakuja na hiki kitabu. Kwamba hiki kitabu kikaweze kutusaidia sisi wenyewe. Tujue ile ambayo kama ni pesa haiwezi kukusaidia kama wewe mwenyewe ujielewi. Ndio hii kitabu ikusaidie kuwa unajielewa aje, ndio uanze mahusiano. Na katika ile mahusiano ni nini unaweza peana zaidi ya pesa? Ni kwamba nikiweza kufanya ndio tuweze kuona ile picha ya hiyo kitabu. Wengi unajua tunaona, mimi nikiwa polisi nimeona mambo mengi, nimeona wasichana maybe wameenda na mzungu,
ikafika ikagonga mwamba. Ndio. Nimeona watu wengi wameenda na wakianza kupigana tunaletewa sisi polisi. Ndio. Nimeona kwa wasichana wameenda na sponsor, manake tunaenda kuokota ni mtu amegongwa maybe amekufa. Kwa hivyo hii kitabu ndio ikasema unachelewaje, ni vipi unachelewa wewe mwenyewe. Ndio kwanza katika hiyo chapter ya kwanza inazungumzia attachment style. Attachment style ni ya kuhakikisha kwamba wewe mwenyewe ujielewe, ukijielewa ndio ukaweze kuanza mahusiano. Katika mazungumzo tumekuwa na wewe tuseme takriban saa 2 zimepita, unadhani akili yangu iko sawa? Swali la kizushi. Asante, wenye nimekuona kwa sababu unajua tulisema ni ustawi wa mtu kufanya kazi vizuri, kwa mko ukuje kazi na venye unawasiliana na wengine. Na isasema kweli kwa takrim yenye inafaa uko sawa kabisa. Asante sana. Huyu ni mwanasaikolojia na pia huyu ni mshauri na vile vile mwanasaikolojia, na leo wametuelezea namna hali ilivyo ulimwenguni, wakaileta mpaka Kenya hadi katika vijiji vyetu na hadi hapa studio kutuelezea hali zetu za akili ziko vipi. Lakini nafurahi sana kunipa matokeo kwamba anafanya vyema. Ningependa nichukue kauli zenu za mwisho tu kabla kutamatisha kipindi chetu, nikianza na Boaz. Asante sana. Wacha niseme kwamba afya ya kiakili ni hali ambayo inafaa kila mtu aweze kuiangalia kwa umakini sana. Manake kama uko sawa, kama wewe mtangazaji uwezi fanya, katika kazini uwezi fanya, hakuna kazi ambayo unaweza fanya kama hali yako ya kiakili haiko sawa. So ningependa kusema kwamba wakati uko kazini ukisikia hali yako haiko sawa, ni vizuri pia kuzungumza na wenzako. Usije ukanyamanzia tu. Ikiwa kuna yale mambo ambayo unapitia, inaweza kuwa ni ya kifamilia, angalia yule mtu ambaye wewe mwenyewe unaamini ambaye haezi enda kukuanika. Zungumza tu na yeye vizuri, umwambie napitia changamoto kama hizi, ili kwamba ukaweze kupunguza uzito wa huo mzigo ambao uko nayo. Na niseme kwamba najua muda umeenda, kwamba watu waangalie sana mahusiano, relationship, watu waangalie sana. Amenikumbusha kwamba kuna kitabu niliandika inaitwa Navigating Relationship. Watu waangalie mahusiano sana, manake hiyo ndio inachangia sana migogoro. Aha. Shukrani. Asante sana. Jafet, kumalizia labda dakika moja pia wewe. Ningesema hivi, happy si happy kama hakuna afya ya kiakili. Ni jukumu langu, ni jukumu lako kuangalia kwamba umeweza kufanya yale ambayo yanakufanya ukaweze kukua na ustawi wa kufanya mambo vizuri, ustawi wa kukaa na watu vizuri katika jamii, na haya yote hayawezi kufanyika kama we mwenyewe uwezi chukua hatua. Kama ukikosa hiyo yale ambayo tumesema, ukikosa usingizi, ukikosa kukua na concentrate, hiyo ni baadhi ya vitu ambavyo inakufanya ukaweze kwenda kuangalia usaidizi. Na pia ningeweza kuzungumzia hivi. Acceptance, kama wewe umeambiwa uko na ugonjwa wa kiakili, ichukulie kwa uzito, na si kwamba ndio mwisho wa maisha. Wengi wamepona. Tumeweza kuona watu wengi wamepona, na unaweza pona na ugonjwa wa kiakili. Kwa hivyo tuchukue hatua. Kama kuna wenzetu tusiweze kuwahukumu, na tusipoweza kuwahukumu tuwapeleke kwa ile vituo, na itaweza kusaidia Wakenya wenzetu. Mwisho kabisa, labda ushawahi tatua mgogoro? Maanake kwenye kitabu chako pia umewekwa hapa kwamba wewe unafanya kazi ya kutatua migogoro hususan katika mahakama na vitu kama hivyo, na kando na hivyo pia wewe ni mwanasaikolojia. Ushawahi mtibu polisi mpaka karudi katika hali yake ya sawa? Kabisa, nimeweza kutibu wengi, si mmoja. Tunakutakia kila laheri katika kazi, na pia haswa pale katika idara pale. Shikilia hivyo. Naona umesoma vizuri sana masuala haya, na ni kama unaelewa hii taaluma yako na matatizo na changamoto ambazo zinazoletwa na masuala ya afya akili. Kila laheri. Asante sana pia Boaz kwa kuweza kufika siku hii ya leo, kwa ushauri wako na mambo ambayo umeyazungumza. Bila shaka na imani watazamaji wetu wameweza kujifunza mengi kutoka kwenu. Mtazamaji, hatuna la ziada. Wamesema akili yangu iko sawa, sina wazimu, kiwewe, wasiwasi na nini. Na mimi mwenyewe najifahamu kwamba niko sawa. Madaktari ambao wako hapa, najifahamu niko sawa, na nashukuru, manake nisingekuwa sawa nisingerauka leo kuja hapa kutayarisha kipindi hiki na kupeana ujumbe namna ambavyo inavyostahili. Changamoto zipo walivyoelezea. Kaa chini, jielewe, na upate kuwasiliana pia na watu ambao wanaweza kuzungumza nao, ambao hawatokutolea ile siri nje, katika kutafuta ushauri wa namna ambavyo akili yako inaweza kuidhibiti vyema na ukapambana na changamoto ama mawimbi ambayo yako kwenye maisha
ya leo. Naitwa Alimanzo Aisee, asante sana kwa kutazama. Taarifa kwa lugha ya Kiingereza zinakuja kwenye muda usiokuwa mrefu. Endelea kuwa nasi.